Haya mafunzo tunayatoa kwa wakuu wa vyuo vya elimu ya juu na elimu ya kati nchi nzima ni utekelezaji wa sera ya taifa ya jinsia na maendeleo ya wanawake ya mwaka 2000 toleo la mwaka 2023, lakini ni utekelezaji wa mipango na programu za kitaifa ikiwemo mpango wa taifa wa kutokomeza vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto mwaka 2024, 25, 28, 29 tunaita mtakuwa namba 2, na pia na mikakati mingine ambayo tumejiwekea kama serikali. Sasa hii yote inalenga kuweka mazingira salama ya kupambana na vitendo vya ukatili. Kwa hiyo na uanzishaji wa madawati ya kwenye taasisi za elimu ya juu na vyuo vikuu ni jitihada, ni juhudi, ni afua za kupanua wigo wa kuzuia vitendo vya ukatili, lakini kuweka mazingira salama kwa Watanzania kuweza kutimiza nia na malengo yao bila ya kukatili. Lakini pia tunaamini tukiwekeza zaidi kwenye vyuo vikuu na taasisi za elimu ya kati, wao wanaomaliza wanaenda kusambaza elimu hii nchi nzima, kwa sababu wametoka maeneo mbalimbali ya nchi yetu, lakini wataenda kwenye maeneo mbalimbali ya kazi. Kwa hiyo ujuzi na maarifa tutakayoyapata kupitia wakuu wa vyuo na waratibu ambao leo tumewaelekeza wakaieneze hii elimu kwa mbinu mbalimbali kwenye vyuo na maeneo yanayozunguka. Hivyo elimu watakaoinufaikana wataenda kuisambaza nchi nzima, na hatimaye kila Mtanzania atajua nini maana ya usawa wa kijinsia, nini maana ya vitendo vya ukatili, zipi ishara za vitendo vya ukatili, namna gani ya kuepuka vitendo vya ukatili, lakini waanga na manusura ya vitendo vya ukatili waende wapi, wapate huduma sahihi na stahiki, ili hatimaye warejelee hali yao na waendelee kuchangia maendeleo yao, lakini na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Na toka tuanzishe madawati haya na mafunzo, tumeona tija kubwa, ambako madawati haya yamekuwa jukwaa la kutoa elimu kwa wanafunzi kwenye vyuo hivyo, kwa waadhiri, wakufunzi, wafanyakazi, watoa huduma, watu wanaoenda kupata huduma au wageni kwenye vyuo hivyo, lakini na maeneo yanayowazunguka ambako vitendo vya ukatili vimekuwa vikitolewa taarifa na kushughulikiwa kwa wakati. Lakini pia huduma za masaa zimekuwa zikitolewa, elimu imekuwa ikitolewa, na hivyo kuweka mazingira salama ya kujifunza na kujifunzia, na pia kuondokana na mazingira ya watu kupata kiwango fulani cha elimu pasipo kukidhi vigezo. Kwa sababu sasa watu wote wanajua ni nini maana ya vitendo vya ukatili, ni mazingira gani na viashiria gani waweza kupelekea mtu kufanyia ukatili, lakini namna gani ya kujizuia. Watoe taarifa kwa watu gani ambao wanaaminika, au waratibu wa madawati, wajumbe wa madawati ambao wanapatikana kwa mjibu wa mwongozo wetu wa taifa ambao tumetengeneza wa uanzishaji, uendeshaji na ufuatiliaji wa madawati ya jinsia kwenye taasisi za elimu ya juu na taasisi za elimu ya kati. Kwa hiyo naweza nikasema mafanikio ni makubwa. Elimu kwa jamii imeongezeka kuhusu masuala ya ukatili wa kijinsia na namna ya kuepukana nayo, lakini pia kwenye vyuo vikuu na taasisi za elimu ya kati mazingira yamewekwa ambayo ni mazuri kwa misingi ya watu wanaoingia wasome na kutimiza ndoto za maisha yao, kwa sababu panapokuwa na ukatili panakuwa na madhara makubwa, matatizo ya kisaikolojia au madhara ya kisaikolojia, lakini uambukizaji wa magonjwa kama ukimwi, lakini pia kukatiza ndoto za watu ambao wanaacha masomo, wengine wanajiua, wengine wanachukua uamuzi ambao unakatiza ndoto yao. Kwa nia ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha sekta ya elimu kwa msingi ya vyuo vikuu, vyuo vya kati, shule za msingi na sekondari, lakini na jamii kwa ujumla inaondokana na vitendo vya ukatili. Watu wanaishi kwa kuheshimiana na kuthaminiana jinsi zote. Na nitumie nafasi hii kutoa rai kwa wakuu wa vyuo vingine vya elimu ya juu na vyuo vya elimu ya kati ambao wajaanzisha madawati haya, wataka wayaanzishe kwa mjibu wa mwongozo na wayasimamie na wakisha nafanya kazi kutimiza tija ya kuanzishwa kwake. Lakini ni wasihi na kutoa rai kwa wakuu wote wa vyuo
kuhakikisha madawati haya yanawezeshwa kifedha kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ili yatimize lengo lake. Kwa sababu lengo ni kutoa elimu ndani ya watu wa vyuo vikuu na mazingira yanayowazunguka, kutoa hamasa na huduma za unasihi, lakini pia kupokea taarifa za viashiria au za uwepo wa vitendo vya ukatili na kuvishughulikia kwa wakati. Kwa majina ninaitwa Susan Clement Changa, ni mratibu wa dawati la jinsia katika chuo cha Tabora Bliss College. Nipende kuishukuru serikali kwa mafunzo haya ya dawati la jinsia ambayo tumeyapata kuanzia siku ya jana. Tunashukuru kwani maelekezo pamoja na mwongozo tuliopewa kuhusiana na dawati la jinsia yanaenda kutusaidia sisi kama waratibu wa dawati la jinsia kwenda kufanya vizuri au kuanzisha kwa vyuo ambavyo havina dawati la jinsia, twende tukayaanzishe madawati haya na kwenda kusimamia ipasavyo maelekezo tuliopewa na walimu wetu ambao wametupa haya mafunzo kwa wale ambao wanapata ukatili katika vyuo vyetu. Tumejifunza vitu mbalimbali kuhusiana na masuala ya dawati la jinsia, ikiwemo ukatili ambao unajitokeza katika vyuo vyetu. Tunapenda kushukuru sana kwa mafunzo haya, tutaenda kuyafanyia na kuyatendea haki ipasavyo kama tulivyofundishwa. Kwa kweli serikali naishukuru sana. Naomba salamu hizi mfikie Mheshimiwa Rais wa Tanzania na waziri wa wizara ya husika kwa kupitia mafunzo haya. Mafunzo ni mazuri, yametujenga uwezo mkubwa. Kwa kweli mimi nitakuwa balozi mzuri wa kupinga ukatili wa kijinsia katika jamii yangu na katika vyuo vyetu.